Twendeni wanangu tukashinde ubingwa kwa kushinda mechi ya kesho. Opponents sio wepesi na tumebakiza kipande kidogo tukujitoa, na mechi ya kesho ndio itakuwa mechi yetu ya msimu wa mwisho. Tuna kila sababu ya kutumia energy zetu zote. Baada ya hapo tutakwenda likizo. Kibwana, tunaenda kuandika historia ya kombe la 5. Hii ni historia kubwa sana kwa kila mmoja wetu hapa. And we need to be part of this history jamani. We need to be part of the history. Kama tunaweza kuja kuandika historia, haitajirudia tena leo. Na inawezekana wote kati yenu msiwepo tena wakati Yanga inaandika historia ya kombe la 5, lakini mkawepo kwenye historia ya kombe la 6. So we have to make it this ambayo tupo, tuchukue hili la 5 ili Mungu akijalia mwakani tukatengeneza historia ya kombe la 6 mfululizo. Inshallah. Tunapozungumzia mafanikio makubwa yaliyopo ndani ya klabu ya wananchi Young Africans, sifa zote lazima apewe Engineer Hersi Said pamoja na mwekezaji GSM kutokana na kile ambacho anachokifanya katika klabu hiyo. Hakuna mtu asifahamu kwamba mpaka hivi sasa Young Africans inafanya umafia kwenye masuala mazima ya usajili. Imechukua makombe mara nyingi mfululizo. Sio hilo tu, wamemfunga mtani wake wa jadi mara 6 mfululizo. Hayo yote ni mafanikio yanayofanywa chini ya Rais Engineer Hersi Said. Sasa je, nikikuuliza ulifahamu historia ya mwamba huyo ambaye hivi sasa anafanya umafia katika hali za Tanzania kwa upande wa soka? Kama uifahamu, basi niko hapa kuweza kueleza historia ya Engineer Hersi Said, mwamba kutoka Dodoma Mpwapwa. Kabla sijaendelea, niendelee kukusii wewe ambaye unatufuatilia kila siku, usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uweze kuwa mwanafamilia wa Bongo TZ, na kila siku tutakapokuwa tunakuelekea makala hizi kuhusiana na wadau wa soka uweze kulifahamu. Tuendelee uweze kumfahamu Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya wananchi Young Africans. Alizaliwa Mpwapwa Dodoma mwaka 1984 mwezi wa 7 tarehe 27. Akiwa mdogo alihamia katika jiji la Dar es Salaam, maeneo ya Ilala, mtaa wa Lindi, nyumba namba 71. Engineer Hersi Said alianza shule ya msingi Kisarawe, Dar es Salaam, kisha akaenda kusoma Ijra Islamic Tech huko Dodoma mwaka 1998 mpaka mwaka 2001. Na baada ya hapo akaenda DIT alikopata cheti cha uhandisi ya kwanza, ambapo cheti hicho alipatiwa mwaka 2008. Akapata shahada yake ya uhandisi structure engineering, kisha akaenda Afrika Kusini kusoma telecommunication, na masters yake alienda kusoma Uingereza, ambapo alijikita kwenye masuala ya mafuta na gesi. Ikumbuke kwamba Engineer Hersi Said alianza kuwa mwenyekiti wa klabu ya Young Africans kabla ya kuwa rais, ambapo hapo alianza kushika wadhifa huo mwaka 2022. Wakati anaanza uongozi huo, wakosoaji walikuwa wengi kwelikweli, wakisema kuwa huyu ni mdogo sana kupewa nafasi hizo, lakini pia wakasema yeye ni mgeni kwenye mpira. Hersi alichosema ni kwamba katika umri huo anaweza kuleta matokeo, na hoja ya ugeni kwenye mpira hakuipinga, lakini aliomba muda. Matokeo yake ni kwamba tangu apewe nafasi ya kuwa rais wa klabu ya wananchi Young Africa, wanabeba ubingwa kila msimu, wameenda hadi fainali ya kombe la shirikisho na mafanikio mengine mengi kwelikweli. Hadithi hiyo ya Hersi ni utetezi kwa vijana, ni utetezi wa watu wengi wanaoomba nafasi na kunyimwa, lakini pia vijana wapewe nafasi kwa sababu wakiaminiwa wanaweza, na hilo limethibitishwa na Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya wananchi Young Africa. Lakini pia ni ukumbusho tu kwa vijana wanaopewa nafasi wajifunze zaidi, waongeze thamani kwenye walichopewa, walete matokeo makubwa na kulinda imani ya wanaowaamini. Kwa sasa Engineer Hersi Said ana kazi 3 tofauti. Kazi ya kwanza ni rais wa Young Africans. Kazi ya pili
ni rais wa vilabu Haka, lakini kazi ya tatu ni mkurugenzi wa uwekezaji katika kampuni za GSM. Uthibitisho mwingine wa kwamba kazi ni kipimo cha utu na hamasa ya kwamba inawezekana kushika mawili na yasikuponyoke ukiwa na dhamira ya mikakati thabiti. Huyo ndio Engineer Hersi Said, mafia na mwamba katika klabu ya wananchi Young Afrika. Nataka nikwambie tu, moja kati ya mafanikio makubwa ambayo hivi sasa wanayo klabu hiyo ni kuchukua ligi mfululizo, lakini pia wapo kwenye kilele cha furaha mpwite, kwa sababu mtani wake wa jadi ambao ni wekundu wa Msimbazi Simba, kila wanapokutana nayo wanapachapika, kila wanapokutana nao wanachapika. Sasa hivi mwamba ameweza kumsajili mchezaji Peter Shalulile, na hii inaonyesha pia kwamba ni uandamizi anaofanya Engineer Hersi Said kwa kushirikiana na mwekezaji wa klabu hiyo bwana GSM. Huyo ndio Engineer Hersi Said. Wewe kama mwananchi, mwaga moto nikikuuliza tu, nani anapingana na Engineer Hersi katika umafia ndani ya klabu ya wananchi Young Afrika? Kwa hivi sasa unaweza kusema kwamba hakuna timu yoyote barani Afrika haitamani kuwa na kiongozi kama Engineer Hersi Said. Huyu ni mwamba. Huyu baba anajua kufanya umafia katika maeneo tofauti, na ndio maana anapotaka jambo lake lazima litimie. Ukikumbuka kwenye matukio mbalimbali, hata kwenye msimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, hakusita kuiambia timu ikabadilishie nguo katika jumba la dhahabu. Aliamini kwamba pesa sio kitu, wananchi wanaweza wakachanga na mambo yakaenda sawa. Hii ni Bongo TZ. Nimekuletea taarifa fupi kuhusiana na mwamba wa soka la Tanzania, sio mwingine ni Engineer Hersi Said. Ni kuombe tu usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na comment YouTube channel yetu. Bye bye, nikutakia ufuatiliaji wa vipindi vingine kutokea hapa Bongo TZ. So let's make it happen all together. Si ndio jamani? Let's make it happen all together. Thank you so much and all the best. Thank you, President.